kwenye mchanga, mvua ikanyesha sawasawa na ile ya kwanza, mafuriko yakaja sawasawa na ile ya kwanza, yakapiga kama vile ile ya kwanza, lakini Biblia inasema hii nyumba ya pili ilianguka maanguko makubwa, maana ilijengwa kwenye mchanga. Nataka upate kunielewa kitu kimoja hivi, ya kwamba Yesu anazungumzia watu wawili. Mmoja anamuita mwenye hekima, mwingine anamuita mpumbavu. Kuna watu katika nyumba ya Bwana, ama kuna Wakristo wale ambao tumekaa katika nyumba ya Bwana, tuko katika viwango viwili. Ninakuombea mpendwa, usiwe katika kiwango cha yule mtu asiye mwenye hekima. Kuna watu kanisani ambao watakuja wasikize neno, ambao watakuja wakaweze kuketi kwenye viti, ambao watalisikiza, wanalipokea sawa sawa, wanaweza sema amina, wanaweza sema ndio tumesikia, lakini katika kutenda yale ambayo lile neno linafanya hawatendi. Na ndio unaona maisha yao imezidi kuwa mahali pamoja, imezidi kuhangaika, kwa sababu wanasikia lakini hawatendi. Mtu wa Mungu aseme amen. Biblia inasema kuna watu walijenga nyumba. Sasa nataka upate kunielewa. Kuna watu wanakuja kanisa moja, wanasikiza mhubiri mmoja, wanasikiza sermon moja, wanasikiza maneno ile ile, lakini kuna mtu mmoja anaichukua na hekima. Kuna mtu mmoja anaichukua kwa makini. Kuna mtu mmoja anaichukua kabisa seriously. Anaamua, anasema kilichosomwa, nilichokisikia na masikio yangu, ninaenda kukifanyia kazi. I want you to write down this thing. Any word you hear and you don't work on it, it will never work on you. Write it down. Any word of God, any word you hear and you don't work on it, it will never work on you. Kila neno unapolisikia, neno la Mungu unapolisikia, na ukose kulitendea kazi, halitakutendea kazi. Lazima kila neno unalolisikia na limetoka katika maandiko, limetoka katika kinywa cha Bwana, limeweza kuandikwa kwa ajili yetu sisi kupata tumaini ama kusimama katika mambo ya Bwana. Usipolitendea kazi, halitakutendea kazi.